الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي حكم فأحكم وقضى فأبرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله الذي وصف نوح بأنه كان عبدا شكورا ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا وألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسل سيدنا محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين ثم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين ثم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أولا أوصي نفسي مع أوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Watukufu Islam, awali ya yote nausia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii yeye na kutekeleza sunna na mwendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumcha Allah tabaraka wa taala ni kuyafanya yale yote ambayo Allah ametuamrisha kupitia mwenendo sahihi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyaacha yale yote ambayo Allah ametukataza. Lau mwanadamu lam yalbas thiyaban min at-tuqa, ajavaa mavazi ya ucha Mungu, taqallaba uriyanan walau kana kasiya, mwanadamu huyu atakuwa anatembea uchi hata kama kavaa. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbi, na ubora wa mja upo katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Wala khaira liman kana lillahi asiya, wala hakuna mbora katika masala ya kumwasi Allah. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tujalie sote tuweze kumcha yeye. Watukufu Islam, maudhu fi hutubatina leo, maudhu ya hutuba yetu ya leo tutakumbushana kwa ufupi mimi na nyinyi fadhilu sadaqa wa ajruha adhim. Leo tutazungumzia ubora, fadhila za sadaka na ujira wake mkubwa uliomo ndani ya sadaka. Tukiwa tupo katika 10 la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumuombe tu Allah tabaraka wa taala tujalie amali zetu njema tunazozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani aziitikie na azijalie ziwe ni makbul. Kwa sababu kukubaliwa kuna kazi kubwa ndugu zangu Waislamu. Alikuwa akisema Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema law alimtu anna Allah taqabbala minni, laitani kama ningelijua kwamba Allah amenikubalia kutoka kwangu mimi faridatan wahida, faradhi moja tu ambayo nimeifanya, na nikajua kwamba faradhi hii niliyoifanya Allah ameikubali, basi Sayyidina Abdullah ibn Abbas anasema ningekuwa ninarukaruka kwa furaha. Akaulizwa, kwa nini unasema maneno haya Ibn Abbas? Ibn Abbas akajibu, alam taqra'u qawla Allah subhanahu wa ta'ala, hivi amusomi maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala pale aliposema inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, haika Allah anakubali amali yoyote, lakini sharti ya amali hiyo aifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala na si vinginevyo. Sasa sisi tunafunga, tunaswali, tunatoa sadaka, tunafanya mambo mbalimbali. Je, tunayafanya hayo kwa ajili ya Allah au tunafanya ili watu watuone kama tunafanya? Tumuombe Allah tujalie tufanye amali kwa ajili yake na tupate malipo mema kutoka kwake. Ndugu zangu Waislamu, leo tutazungumziana ubora wa sadaka na ujira wake mkubwa uliomo ndani mwake. Ndugu Waislamu, qala Allah tabaraka wa taala fi surati al-Baqara, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika sura ya pili aya ya 267 baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini,
anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wanazungumziwa wale waamini. Kuna wito wa watu na wito walioamini, ni mito miwili tofauti. Hapa wanazungumziwa wale ambao wamemwamini Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toeni katika vile vizuri vizuri mlivyovichuma, wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, na vile mlivyovivuna kutoka katika ardhi. Wala tayammamu al-habitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqa Allahu al-azim. Allah anaendelea kutukumbusha katika aya hii ya 267, toeni katika vile vizuri vizuri mlivyovichuma na mlivyovivuna kutoka katika ardhi, na wala msikusudie kutoa vile ambavyo hata nyinyi wenyewe mkipewa mtapokea, isipokuwa kwa kufinya macho. Yani maana yake msikusudie kutoa kile kibaya ambacho wewe mwenyewe ukipewa kitu kibaya utapokea, lakini hautofurahi katika moyo. Kisha Allah tabaraka wa taala anamalizia katika aya hiyo, anasema wa'alamu, tambueni, anna Allaha ghaniyyun hamid. Allah anapokupeni nyinyi amri ya kutoa, sio kwamba yeye maskini. Anapokupeni amri ya kutoa, sio kwamba yeye anataka mumfaidishe chochote. Allah ni tajiri tena mwenye kuhimidiwa. Anayeambia atoe, afanye hivyo kwa ajili ya nafsi yake. Man amila saliha fali nafsihi, yeyote atakayefanya jambo jema basi anaifanyia nafsi yake, wa man asaha fa alaiha, na atakayefanya baya hiyo ni juu yake. Kwa hiyo Allah anapoamrisha amri ya kutoa, manufaa ya kutoa yapo kwa yule mwenyewe mtoaji, wala sio manufaa hayo anapata Allah tabaraka wa taala. Hasha wa kalla, sio hivyo. Watukufu wa Islam, kwa nini kutoa? Tunazungumziana kutoa na tunahimizana kutoa. Kwanza, kuna watu wahitaji kama sisi katika mji wetu wa Nyakinyo. Sisi ni wahitaji. Hatuna kisima, hatuna madrasa, hatuna msikiti wetu wahitaji ukarabati kama sio kupatikana mwingine. Sisi ni wahitaji. Kwa hiyo tunahimizana kutoa kwa sababu kwanza sisi ni wahitaji. Lakini pili, jambo lenyewe la kutoa ni ibada ambayo pia nayo ina thawabu tele. Lakini la tatu, tunahimizana kutoa kwa sababu yeyote anapotaka kufa, mtu yeyote anapotaka kufa, jambo la kwanza au jambo ambalo linajitokeza mbele sana ni jambo la sadaka. Hafi mtu isipokuwa linatokea jambo la sadaka usoni kwake. Tutakuja kuona mbele namna gani mtu anapotaka kufa sadaka huwa inajitokeza sana, na kuna maneno anaongea, tutakuja kuona katika hotuba hii mwishoni. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimshika mabegani Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, akamwita, ya Muadh bin Jabal, Muadh, wallahi inni la uhibbuka, hakika mimi nakupenda Muadh bin Jabal. Haimaanishi kwamba mtume maswahaba wengine alikuwa anawachukia, hapana, isipokuwa alikuwa anamaanisha anachotaka kumwambia Muadh ni jambo kubwa. Anamwambia, wallahi inni la uhibbuka Muadh, mimi nakupenda Muadh. Wa hal adullukum ala abwabil khair, nikujulishe milango ya khairi Muadh. Muadh akaona leo mtume anataka kunipa kitu hajapatapo kupewa mtu mwingine yoyote. Akamwambia, bala ya Rasulullah, nieleze wewe mjumbe wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh, as-sawmu junda, Muadh, funga ni ngao, usiache kufunga, funga ni ngao. Lakini wasadaqa tutfi'ul khati'a, sadaka kazi yake kufuta dhambi, kama yutfi'ul ma'un nar, kama maji yanavozima moto. Sadaka kazi yake kuzima dhambi kama unavyoona maji yanazima moto. Watukufu wa Islam, kila mmoja anakosea katika sisi, kila mmoja amekosea. Ili ifutike dhambi zako, basi kitu cha kufutia dhambi ni kutoa sadaka. Hizi ibada, kila ibada ina kazi yake. Swala ina kazi yake na malengo yake, saumu ina kazi yake na malengo yake, sadaka kazi yake ni nini? Kufuta dhambi. Swala ikiswaliwa vilivyo itakuondoa katika maovu na kupeleka katika wema, ndio kazi ya swala, sio kufuta dhambi. Saumu la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, ndio kazi yake. Lakini kazi ya kufuta dhambi, kazi hiyo ni sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamueleza Muadh bin Jabal, as-sawmu junda was-sadaqa tutfi'ul khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Sadaka kazi yake inafuta dhambi kama unavyoona maji yanazima moto. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine, as-sadaqa tutfi'u ghadabur rahman,
Sadaka kazi yake inazima hasira za Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala pale ambapo ulikuwa umemkosea kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya au kwa kutokusudia. Kazi ya sadaka kufuta, kuzima hasira za Allah Tabaraka wa Taala katika mapokezi mengine. Watukufu wa Islam, hapa nitoe mfano mmoja ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliutoa mbele ya maswahaba zake. Tunaposema sadaka inafuta dhambi au inazima dhambi kama maji yanavyozima moto, Mtume alitoa mfano wa nyumba inaungua moto. Nyumba inaungua moto, alafu wanakijiji wa nyumba hile au watu ambao wamezunguka katika nyumba hile, kila mmoja akawa anatoka na kijiko cha maji au kikombe cha chai anakwenda kuzima moto ambao unawasha nyumba. Hii itawezekana? Haiwezekani. Ukiona nyumba inaungua moto, tafsiri yake toka na ndoo iliyojaa maji, nenda kamwagie katika nyumba ile, nyumba ndio itazimika. Sasa utakuta mtu amefanya dhambi kila aina dhambi. Dhambi ya usengenyi anayo, dhambi ya uzinifu anayo, dhambi ya kila aina dhambi anayo. Anapoambiwa atoe sadaka, anachukua shilingi 100, anatoa sadaka. Maana yake nyumba inaungua moto, yeye kachukua maji katika kijiko, anakwenda kuzima katika nyumba. Hii tofauti. Utapotoa sadaka maana yake toa kikubwa, kile ambacho una uwezo nacho. Una 10,000 walau toa 1,000. Una 100,000 walau toa 5,000. Lakini unatoa shilingi 100, alafu anasema mimi nimetoa sadaka. Alafu kimuuliza kwambia sadaka haina udogo bwana. Sadaka ina udogo kwa mujibu wa kipato cha mtu. Kama una shilingi 500, ukitoa shilingi 100 sawa. Lakini una shilingi 10,000 100,000 toa sadaka, unatoa 200 tena mbovu. Alafu unasema sadaka haina udogo. Sadaka ina udogo, ndugu zangu Waislamu. Kikubwa tunakumbushana kutoa sadaka, lakini pia sisi katika mji wetu wa Nyakinyo, sisi tumeingia katika wale ambao lisail, waombaji, kwa sababu kuna lisail wal mahrum, wanaoomba na waliojizuia kuomba. Sisi katika mji wetu wa Nyakinyo tumeingia katika kundi hili la wale ambao wanaomba kulingana na mahitaji ambayo sisi tunayo. Msikiti wetu unahitaji marekebisho. Hatuna kisima cha maji, madrasa hatuna. Kwa hiyo sisi tumeingia katika kundi la waombaji wa sadaka kwa sababu tuna umuhimu nayo na vitu vyenyewe tunavyoviomba pia hatuna. Watukufu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuwahusia maswahaba, hakuacha kuwahusia watu wake ambaye ndio sisi kuhusiana na swala zima la sadaka, lakini pia hakuacha kuwaeleza faida ya kutoa sadaka. Na tukasema mtu anapokufa anakumbuka mambo mengi, lakini kubwa kabisa anaomba muda ili akatoe sadaka. Kwa nini asiombe muda akaswali? Kwa nini asiombe muda akafunge? Anaomba muda ili akatoe sadaka. Haithu qala Allahu tabaraka wa taala, pale Allah aliposema katika suratul Munafiqun aya ya 10 baada ya billahi minash shaitani rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, toeni katika vile tulivyokuruzukuni kabla mmoja wenu haujamfikia umauti. Fayaqula, mtu atakapokuwa anakufa atasema, Rabbi, Mola wangu, laula akhartani ila ajalin qarib, lau kama ungenichelewesha kidogo muda wangu wa kufa. Anaomba muda acheleweshwe kidogo. Anaomba muda acheleweshwe japo dakika 5. Laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbi, lau ungenichelewesha kidogo. Anaomba muda huo wa nini? Allah anaendelea kusema katika sura hiyo hapo chini, anasema fa asaddaqa wa akum minas salihin, naomba muda nikatoe sadaka na niwe miongoni mwa watu wema. Kumbe ukitoa sadaka unaingia katika kundi la watu wema. Muda huu anauomba mtu roho ipo balaghati taraqi wa qila man raq, roho ipo katika jamu tarqua, mifupa ya kifua hapo inasimama hapo. Mtu hapo anaona yale yote aliyoyafanya katika dunia na anaona anapokwenda kufikia baada ya kuondoka katika maisha yake ya dunia. Kama mtu wa motoni anapitishiwa moto anauona, hapo ndo mtu anashangaa, mdomo uko wazi, anasema pale ndo naenda kukaa mimi. Kama mtu wa peponi anaona mahala pake ambapo anaenda kufika, utakuta mtu anatabasamu, kijasho chembamba kwa mbali, anakufa huko anatabasamu. Allah tujalie tufe miongoni tunatabasamu tuende peponi. Hapo mtu anaomba muda, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbi lau ungenichelewesha kidogo fa asaddaqa wa akun minas salihin, nataka muda ili nikatoe sadaka na niwe miongoni mwa watu wema. Watukufu wa Islam, kwa nini huyu mtu haombi muda kwenda kuswali? Kwa nini huyu mtu haombi muda kwa ajili ya kwenda kutoa zaka? Kwa nini huyu mtu haombi muda, anaomba muda ili akatoe sadaka? Kumbe sadaka ukiacha kifutio cha dhambi, pili inakufanya kuingia katika makundi ya watu wema. Ndugu zangu, panapo uhitaji tuchangamkie fursa. Sisi kupitia hotuba hii tunaomba kwa wenye uwezo,
watu waweze kututaulia majambo yetu. Kubwa kisima, kubwa madrasa, kubwa ukarabati wa msikiti au kupata msikiti mwingine kabisa ikiwezekana. Ndugu zangu Waislamu, atapewa jibu mtu huyo. Tumesema anaomba muda akatoe sadaka, haishi hapo. Atapewa jibu na Allah tabaraka wa taala amerinukuu jibu hilo katika Qur'an al-Karim. Anasema walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah haicheleweshi nafsi ya mtu pindi unapofika muda wake wa kufa. Kama muda wa kutoa sadaka ulikuwa nao, kama muda wa kuswali ulikuwa nao, muda wa kufunga ulikuwa nao, la yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah haicheleweshi nafsi ya yoyote pindi unapofika muda wake wa kufa. Atakufa tu. Haijalishi ndani na milioni 10 na milioni 100, hata akatoa sadaka mizali muda umefika, japokuwa ataomba muda hatopewa muda huo. Amesema Allah wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah anayo habari ya yote mlikuwa mnayatenda. Mtu huyu alimpa muda wa kutoa sadaka, hakutoa. Leo anakufa, anaomba muda akatoe sadaka, hatopata muda huo. Watukufu wa Islam, sadaka ni ibada ambayo inajitegemea na ina ujira mkubwa, lakini pia inamfanya mtu kuingia katika makundi ya watu wema. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe wasa tuweze kuyapambania mambo yote ya kheri, tuingie katika makundi ya watu wema. Allah tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi atadil mutadun fa idha quri'a alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. فيا عباد الله اتق الله تعالى من سماع الله وفضول الخبر. وتكفوا إسلام tuendelee kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii. Ndugu zangu Islam, tumeweza kuona kwa ufupi katika hotuba yetu ya kwanza namna gani na kuna umuhimu gani wa kutoa sadaka. Lakini pia tumesoma hotuba hii kwa ni ujumbe maalum kwamba sisi tuna uhitaji na kwa maana tukanyanyua sauti yetu kuwaeleza wenye wasa na sisi pia kuelezana wenyewe ili tuingie katika miongoni mwa watu wema. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie tena kwa ufupi katika hotuba yetu ya pili mada hiyo ya umuhimu wa kutoa sadaka na ujira wake mkubwa. Allah tabaraka wa taala anaendelea kutuambia baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. 274 Baqara. Alladhina yunfiquna amwalahum, wale ambao wanatoa mali zao, bil-layli wan-nahar, tena wengine wakatoa usiku, wengine wakatoa mchana, sirran wa alania, wengine wakatoa kwa siri, wengine wakatoa kwa dhahiri. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, hao wote wana ujira mkubwa kabisa mbele ya Mola wao. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun, hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatakuwa na huzuni. Hawatakuwa na hofu na huzuni pahala gani? Narudi tena pale pale. Mtu wakati anakufa huwa na hofu na huzuni. Huwa na hofu kule anapokwenda ataenda kufikia mahala gani. Huwa na huzuni hawa anaoacha hapa duniani, kama ana watoto, kama ana mali, kama wataishi vipi hawa. Sasa lakini kumbe mtu huyu akiingia katika wale ambao watoaji sadaka, Allah anamwaahidi vitu hivyo viwili kwake yeye atavisikia tu, hatakuwa navyo. Ndio hawa amewataja tena Allah katika sura nyingine sio kwa hii. Anasema Allah tabaraka wa taala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sura ya 30. Allah amewataja tena huko. Kwa hiyo mtu anapokufa anakuwa na hofu kubwa na huzuni kubwa, lakini kumbe ipo dawa,
ipo njia ya kumtoa mtu katika hofu na huzuni yake. Njia ni kupenda sana kutoa sadaka. Hofu haitokuwepo wala huzuni haitokuwepo. Lakini pamoja na hayo, kwa nini unajua watu hawapendi kutoa sadaka? Kila mmoja ana maadui wawili. Adui mmoja ana afadhali kuliko adui mwingine. Japokuwa huyu wa pili ndio anaonekana kama ana afadhali, lakini ndio adui mbaya zaidi kuliko huyu mwingine. Adui wa kwanza shaitani, adui wa pili nafsi. Kila mtu anao watu. Maadui yao kila mtu anao. Kuna adui shaitani na kuna adui nafsi. Sasa huyu shaitani ndio mbaya sana, lakini shaitani ana afadhali kuliko nafsi. Kwa sababu shaitani ukipiga a'udhu, ukisoma a'udhu billahi minash shaitani rajim anakimbia. Lakini nafsi usome a'udhu, usome msafu mzima kuanzia alif lam mim mpaka kul a'udhu bin nasi, unaye nafsi yako unayo, haikimbii. Kwa hiyo nafsi ndio adui mbaya zaidi kuliko shaitani. Sababu ukifika mahala shaitani anakuacha anakimbia. Ziko dua za kumuondoa shaitani, lakini nafsi soma dua zako zote unayo. Kwa hiyo adui nafsi na adui shaitani, hawa ni maadui wawili wakubwa sana na wa kuangalia sana hawa. Na tumeambiwa ubaya wao. Ash-shaytan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Hiyo ndo kazi ya shaitani. Shaitani unapoamrishwa kutoa, shaitani huwa anakuja anakulingania ufakiri na maovu. Ndo kazi yake. Labda mtu ana milioni 30, ana milioni 40, ameambiwa atoe jambo linafikia labda milioni 5. Anakuja shaitani katika mawazo yake anamwambia, wewe hujafikia wa kutoa. Wewe una mpango huu na huu na huu. Nyumba huna. Leo utoe milioni 5 katika milioni 30, basi yale mawazo yanashinda. Kazi ya shaitani hiyo. Anamlingania mtu ufakiri na umaskini. Lakini wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadila. Allah anakuahidi utoe ili akupe msamaha na fadhila zake. Wallahu wasi'un alim. Kwa sasa hapo mtu anakuwa diapanda. Aitike kwa Allah tabaraka wa taala, aitike kwa shaitani. Mara nyingi watu wanaitika kwa shaitani sababu njia ya Allah inakuwa anaona kama inakiza, kumbe ndio njia ya mafanikio. Unaweza kuwa na shilingi 5,000 mfukoni, imekuja amri ya kutoa shilingi 500, hiyo unaona mimi sina unga, sijanunua chumvi, sijanunua hiki, leo katika 5,000 yangu nitoe 500. Huo sio mpango wako Sheikh. Huo ni mpango wa shetani kakuingia katika kichwa chako, anakushawishi. Ndio kazi yake hiyo. Yeye anakulingania ufakiri na umaskini. Anakulingania kwamba wewe bwana una mahitaji haya na haya, inakuwaje katika 10,000 yako utoe 1,000? Unakausha. Sema kweli. Sina unga mimi, sina mchele, sijanunua chochote mpaka saa hizi saa 8. Kweli 10,000 ninayo, lakini unakausha. Sababu kazi ya shetani hiyo. Yeye anakulingania ufakiri na umaskini. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye anakulingania utoe ili akusamee. Lakini pagumu hapa. Ndio kwa maana kuna maadui wawili, nafsi na shaitani. Shaitani akikimbia, nafsi unayo. Sasa nafsi yako inaitikia kwa Allah au inaitikia kwa shaitani? Tumuombe Allah tujalie nafsi zetu ziitikie kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini pia kuna nyingine Allah ametuambia ndani ya Qur'ani hiyo, wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna, ama yule ambaye amefanya ubakhili na akatosheka. Staghna ni kutosheka. Umepata 10,000 na kutosha mwenyewe, umepata shilingi 20,000 na kutosha mwenyewe, umepata laki wewe bado inakutosha wewe tu. Yaani hata ukipata 200,000 huna nafasi ya kutoa sadaka. Wa amma man bakhila wastaghna, ambaye yule amefanya ubakhili na akatosheka na alichokipata, wakadhaba bil husna, akakadhibisha tamko jema la kutoa, fasanu yassiruhu lil usra, huyu hisabu yake itakuwa nzito. Kwa aini usra, huyu hisabu yake itakuwa nzito. Allah asitujalie kwa miongoni mwa watu hao. Lakini pia aya nyuma yake, wa amma man taqa wa amma man ata wattaqa, ama ambaye ametii na akamcha Allah tabaraka wa taala, wasaddaqa bil husna, na akalisadikisha tamko jema la kutoa, fasanu yassiruhu lil yusra, huyu hisabu yake itakuwa nyepesi. Allah atujalie kwa miongoni mwa watu hao. Nimeanza aya mbele, nimekuja aya nyuma. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, hiyo ya mbele. Wa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ambaye amemtii Allah tabaraka wa taala na akamcha, wasaddaqa bil husna, akasadikisha tamko jema la kutoa, ana shilingi 2,000 atatoa, walau 200 atatoa. Haipiti tamko la kutoa afu akakaa kimya, atatoa hata 200. Fasanuyassiruhu lil yusra, huyu hisabu yake itakuwa nyepesi. Allah tujalie miongoni mwa watu hawa ambao watakaohesabiwa hesabu nyepesi siku ya kiyama na waende peponi.
Hatutaki pepo, atuitikie amin. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wa peponi. Ndugu zangu, yanapozungumzwa masala haya sio masala ya mchezo, sio masala ya kubeza, sio masala ya kuyasikiliza na kuyaacha yapite. Ni masala ambayo yanahitajika tuyatie akilini, kisha tutafakari nini tunaambiwa, alafu tuchukue hatua. Sisi wenye kipato kidogo tutoe kwa mujibu wa udogo wa kipato chetu, na wale wenye vipato vikubwa watoe kwa mujibu wa ukubwa wa vipato vyao. Ni yunfiqu dhu saati min saatihi, kila mwenye uwezo atoe kadiri ya uwezo wake. Wa man qudira alayhi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah, anasema Allah katika surati Talaq. Na yule ambaye Allah amemkadiria riziki yake atoe kwa mujibu wa Allah tabaraka wa taala amempa. Ndugu zangu, ni majambo ambayo ya kuyatia akilini sana na kuyafanyia kazi. Kuna sahaba mmoja alimwambia mwenzie, penda sana kutoa sadaka katika hali yoyote. Sahaba anamwambia sahaba mwenzie, anambia penda sana kutoa sadaka katika hali yoyote uliyokuwa nayo, uwe una kingi au uwe na kichacha. Akamwambia kwa sababu nakwambia hivi, fa inna sadaka 10 khiswali mahmud, sadaka ina mambo 10 mazuri. Ina mambo 10 mazuri, 10 khiswali mahmud. Sadaka ina mambo 10 mazuri, lakini katika 10 hayo 5 unalipwa hapa duniani na 5 mengine unalipwa kesho akhera. Mimi leo kutokana na muda nitataja ya dunia na kutokana sehemu ambayo tulipo tunatafutia akhera. Jambo la kwanza la sadaka ambao unalipata hapa duniani, Allah tabaraka wa taala anasafisha mali ya mtoa sadaka. Hiyo ndio jambo la kwanza. Kama sadaka yako labda umelima shamba, ukavuna miogo yako, ukaenda ukauza ukapata 100,000. Katika 100,000 ukaamua utoe hata 5,000 au 10,000, Allah tabaraka wa taala anailinda mali yako. Ndo kazi yake hiyo. Kama shamba atalilinda Allah tabaraka wa taala, kwa sababu umetoa sadaka. Kazi yake kusafisha mali. Kazi ya kwanza. Kazi ya pili, tatuhirul badan. Sadaka inasafisha mwili. Sadaka kazi yake kusafisha mwili, inataharisha mwili. Mwili una mambo mengi unayafanya, maovu mengi yanamchukiza Allah tabaraka wa taala. Ili kuyasafisha na Allah awe radhi na wewe, lazima uwe unatoa sadaka. Jambo la pili la dunia hilo. Nimesema nitataja 5 ya duniani. Jambo la tatu, inaondoa mabalaa na maradhi. Sadaka kazi yake kuondoa mabalaa na maradhi. Sisi kuna magonjwa tumeandikiwa ya aina mbalimbali, lakini magonjwa hayo yanafika mahala wewe hayakupati, sio kwa ujanja wako, kwa zile sadaka zako ambazo umezitoa. Labda uliandikiwa kutoka hapa ukifika Bungu upate ajali, lakini ulitoa sadaka baada ya kusali swala ya Ijumaa, Allah anaondoa ile ajali ilikuwa ikupate kule. Wewe unasema pale ujanja wangu tu nimepeleka hivi nimekwepa nimetoka, kumbe kuna kitu ulikifanya na kitu chenye si kingine, ulitoa sadaka baada ya kuswali. Allah anakuepushia balaa fulani. Ilitakiwa baada ya kutoka hapa kwenda shambani ukajigongea kisiki, uumie katika kidole, Allah anakuepushia mtihani huo. Hapo kukosa kuangalia chini pale kile kisiki kilikuwa nakivaa, sio kuangalia chini, ulitoa sadaka baada ya kuswali. Ndio kazi yake hiyo. Allah anakuepusha na baadhi ya mabalaa. Inaondoa mabalaa na maradhi kama kala sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tadawi marwakum bisadaqa, jiponesheni maradhi yenu kwa kupenda sana kutoa sadaka. Kumbe hata baadhi ya magonjwa yanatuepuka kwa sababu sisi tunatoa sadaka. Wewe hujui tu. Ulitoa sadaka tena mwaka jana, mwaka huu kuna ugonjwa ulikuwa ukupate, Allah anakuepushia kisa ulitoa sadaka. Jambo la tatu. Jambo la 4, idkhalu sururi fi qulubil maskin. Sadaka kazi yake inaingiza furaha katika nyoyo za maskini. Maskini hoi hai hana kitu, ukamuona ukampa sadaka, lazima atafurahi na atakupenda. Na hakuna jambo kubwa ambalo linampatia thawabu nyingi Muislamu kama kumpa furaha Muislamu mwenzie. Kwa hiyo kutoa sadaka unampa furaha. Hivyo wewe utoke leo mimi unipe 5,000, lazima nifurahi. Kwa hiyo sadaka inaingiza furaha katika nyoyo za maskini. Jambo la 4. Jambo la 5, mwenye kutoa sadaka anapata badala. Yeyote mwenye kutoa sadaka hapungukiwi, bali anapata badala na anapata baraka. Kwa nini? Kila siku malaika wawili wanakuja. Kila siku unakwenda kwa Allah tabaraka wa taala, kuna malaika wawili, malakani yanzilani, wanashuka malaika wawili. Malaika hawa kazi yao, mmoja anaomba dua kumuombea anayetoa sadaka, na mmoja anamuombea dua afanikiwe mambo yake. Mwingine anaomba dua asiyetoa aharibikiwe mambo yake. Anasema wa kwanza, Allahumma ati mumfikana talaf, Allahumma ati mumfikana khalaf. Allah aliyetoa sadaka mpe badala. Mwingine anasema Allahumma ati munsikana talaf, asiyetoa muharibie mambo yake.
Usione sisi tunafanya mambo mbalimbali alafu hatufanikiwi. Dua za malaika hizi, na dua za malaika hazina panzia, zinajibiwa. Mmoja anasema Allahumma ati munfiqan khalaf, aliyetoa mpe badala. Unaweza ukatoa moja, ukatoa 1000, ukajikuta kuna mpango wako fulani ambao ulikuwa hujakaa vizuri, baadaye umepigwa simu, baadaye nitakurudishia shilingi 10,000. Ati munfiqan khalaf, dua ya malaika hiyo. Mpe anayetoa, mpe badala. Mwingine anasema asiyetoa muharibie mambo yake. Haya ni mambo matano ambayo yana mafanikio ya hapa duniani, lakini baada ya matano haya kuna matano mengine ambayo haya unafanikiwa kesho akhera. Watukufu wa Islam, tumesoma khutba hii kwanza kuhimizana kutoa sadaka, lakini pili kutokana na uhitaji tuliokuwa nao katika mji wetu wa Nyakinyo, tunaamini kupitia khutba hii tutasikilizwa na tutafanikishiwa majambo yetu, na Allah tabaraka wa taala awape moyo wenye wasawa kutusaidia, waweze kutusaidia katika majambo yetu ambayo sisi tuna shida nayo. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tujalie minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warida Allahumma anil arba'atil khulafa'ir rashidin khalifati amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa amiril mu'minin sayyidina Abi Hafs Umar ibn al-Khattab وامير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وامير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب وبقيه عشرة الكرام وازواج نبيك المصطفى وعن عمي حبيبك ذوي الاخلاص والصفا وعن الانصار والمهاجرين والتابعين لهم باحسان الى يوم يبعثون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا جعلنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا نعم المولى يا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.